Yo, Ngara, Bukoba, Karagwe, Misenye, Biaramuro, Njo, Mureba, Kerwa, Muhaya kote nipo, soka Kagera tu, Tanzania nzima nimeitekere mikono juu, Muhaya kila semina tesa. Nani anabisha kwa Wahaya soma handsome, nani anabisha dada zetu soma beautiful, mtoto wa Kihaya siku zote yuko na nidhamu, sura karigu, figa zao yani wako full, akina Kokushubi Kagemro, Kemirembe, Murungi wazuri waro, Ruge Marira, Mberwa na Mbezi, Regoshora, Mugisha, Muganyizi, Rweye Mamu, Muta Mulokozi, Kingi wazi flow, Mindo, naitwa Mukulasi, ukija Bukoba uta enjoy mapenzi, Lake Victoria, Msira mpaka Bugonzi. Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Siri Classic TV? Thank you uko fresh kinoma, si ndio Karibu sana kwenye bonge moja ya Home of Entertainment, sema ambayo sisi tunakupa vitu vizuri zaidi, si ndio Yes, kama kawa, mimi naitwa Jay Waladha. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, itakuwa babu kubwa. Tunatumia Siri Classic TV, Instagram Siri Classic TV. Yo! Leo tumegugumiana na ndugu yetu bwana, anaitwa bwana Glay, jina ambalo sisi tunalifahamu, lakini anayo majina mengi sana. Inakuwaje mzee wangu? Bwana fresh kama kawaida. Harakati vipi? Mdogo mdogo tunasogea mwanangu. Mzee wangu, kwanza wakufahamu wananchi ambao wanatizama sasa kupitia familia ya Siri Classic TV. Yes, naitwa Grayson Mkulas au Gray. Nina majina mengi lakini yanachanganya watu. Kwa hiyo yale mengine ya Mr. Pana, Mr. Nani, naeka kando kidogo, wanifahamu tu kama Gray. Yeah. Bwana, jioni bwana, hiki kijioni kikijua kinazama namna hii, tunatokea wapi mzee wangu? Kwenye mitkasi mzee. Ndio nimeshuka hapo nyuma. Kuna siku nimeenda lakini ndo nimerudi sasa hivi BK. Tuona tunafanyaje utafutaji wa maisha. Yeah. Safi sana. Bwana, kitu ambacho kimenivutia nizungumze na wewe, ni moja kati ya watu ambao umefanya muziki muda mrefu kidogo, na huko kwenye tasnia watu wanaelewa. Kama kuna mtu ambaye atakuwa elewi, basi kuanzia sasa ataelewa pia, kwa sababu hii ni platform kubwa na tuna sehemu ya kuweza kujulikana. Muziki wako unaweza ukanipa safari kidogo, hata dakika moja tu ya muziki wako? Safari yangu ndefu sana ya kimuziki. Kwa ukiangalia, kwanza nilianza muziki rasmi 2013 ambapo nilitoa ngoma inaitwa Nimechoshwa, sikuwahi kushoot video yake. Baadaye nikatoa Hapana, ambapo ndio ilikuwa ilinitambulisha rasmi kwenye ramani. Tukianza kwenye Fiesta 2014. Lakini baadaye nimetoa ngoma nyingine hapo katikati, kuna Right Now, kuna Show Me, kuna Salamu za Corona, kuna Mgombea. Na sasa hivi ndio nimekuja na mzigo mwingine sasa, Funika Bovu. Yeah. Unahitaji wewe mzee tufungue? Yes bwana, huu mzigo unaitwa Muhaya. Tunajua tena Muhaya nini, tunakuwa tunatupia masuti nini fresh. Kwa nimekuja na ngoma inaitwa Muhaya, nimeshirikiana na dada yetu, mama yetu, the icon herself, Saida Karoli. Yes. Bwana, kabla tujazungumzia ngoma, kuna identity moja tunayo kwamba Muhaya ukikutana naye sehemu yote hata bila kumuuliza unamjua. Ni kweli? Yes, Muhaya ni mtu ambaye anajiamini sana. Yuko proud, yani kama unavyoniona hivi, unajua? Yes, Muhaya ni mtu anajisimamia. Kwa hiyo utamjua tu kwamba jamaa Muhaya. Hata kama atakuwa kabila jingine atakuwa anawaiga Wahaya. Yeah man. Safi sana. Tuzungumzie ngoma. Umefanya na Saida. Saida ni msanii mkubwa, amefanya maajabu makubwa sana duniani na amewahi kushika top kwenye album zake, kwenye muziki wake na nini. Kitu ambacho ulikiona kwake mpaka ufanye naye kazi na ugumu wa kumpata ilikuwaje? Nilichokiona kwanza mpaka nifanye naye kazi ni heshima yake aliyokuwa nayo, na niliamua kwamba nimefanya ngoma nyingine nifanya peke yangu, nyingine na wasanii wengine kubwa kina Soprano, kina Baby Boy, shoutouts kwao. Lakini this time nikaona nimtafute huyu mama ambaye alinikuta kwenye show moja yasha kuniona, akafurahia na akanisifia jinsi ninavyoimba. Kwa hiyo alivyonisifia tukajua hapo ndio umekosea. Mama, tufanye kazi. Basi na mwenyewe kwa anahiana, japo ashaniambia wasanii wengi wanakuja, mimi na kataa, lakini kwa kiwango chako tufanye kazi fresh. Kwa hiyo nikatafuta idea ya Muhaya, alafu nikachukua ile ngoma ile yetu ya asili ambayo ni common, inajulikana sana. Basi ikabidi nifanye hiyo, alafu nilipomuita na mwenyewe akafurahi kuona kwamba ndio idea ile ambayo alikuwa anaifikiria. Kwa hiyo ndo tukaingia studio hapo kwa Emmaus hapa town, alafu tukafanya kazi. Baadaye tulivyomaliza ikatumwa kwa Yogo Beats Dar es Salaam, ambapo na yeye alifanya mixing. Basi ndo ngoma imetoka hivyo. Yeah. Kitu kukuwa na ugumu wote, niseme ni wepesi tu. Sasa kitu nakizingatia sana ni kwenye production. Kabla hatujazungumzia zaidi hiyo ngoma. Ngoma zako zote mimi ninavyofahamu hakuna ngoma ambayo unakubali ipite kwa producer mmoja. Siri inakuwa ni nini hapo?
Siri ni simple tu kama vyakula. Pilau huwezi kupika pilau kwa mchele peke yake, lazima utie viungo vingi ili iwe pilau. Kwa hata mimi naangalia quality zaidi. Siangalia tu ili ngoma itoke, kwa sababu najua kuna watu mtaani wananiangalia kwamba jamaa kafanya ngoma ipi. Kwa kila ngoma inayotoka lazima niangalie iwe na quality kuliko ile iliyopita. Kwa siri ni kwamba nataka quality. Yes. Na si lazima ipite katika producer zaidi ya mmoja, ila inapotokea producer wa kwanza kuna vitu fulani hajavifikisha, basi nalazimika nimtafute wa pili. Ndio maana ukiangalia Hapana nimetengeneza kwa Machine Selector peke yake, Show Me kwa Machine Selector, nimechoshwa Machine Selector. Right now nimefanya na Aba. Lakini nyingine ambayo sasa hivi imetoka tuliofanya na Emmaus, Emma mwenyewe alisuggest kwamba no, hii ngoma tuipeleke kwa producer mwingine ambaye ni mkubwa. Yoko Beats so mdogo, ndo producer kina Nandi, akina Alikiba, Omi Dimples. Kwa tukaona tumtafute huyo, alafu tuweze kufanya naye kazi, akaifanya fresh. Sasa hivi na bengi mtaani. Inaamsha kweli kweli, na ni ngoma ambayo nimesikiliza nika enjoy. Na wewe ni mtu ambaye unafanya rap, lakini Saida ni mtu ambaye anaimba muziki fulani hivi wa asili, na ni mtu ambaye anaimba sana. Hivi haukuwaza kama atakusumbua, ama kama kuna usumbufu umetokea wapi wakati una rap yeye anafanya muziki fulani wa kuimba kawaida? Hiyo ndio combination perfect. Huwezi kula ugali kwa uji. Kwa lazima ule ugali kwa vitu vingine kama mlenda, yani vitoweo vyo tofauti na nguna. Kwa hiyo nijua kwamba ugali ambao ndo rap itakuwa perfect ikipata mlenda ambao ndo sauti ya Mama Saida Karoli. Kwa hiyo nilijua tuka ni mashup nzuri ambayo imetengeneza kitu kizuri perfect. Yeah. Ngoma wameipokeaje watu? Kwa comment ambazo unazisikia na simu unazopokea? Napokea simu nyingi sana, watu wamepokea ngoma. Sema jambo la ajabu ni kwamba hawaamini kama mimi nimefanya ngoma na Saida. Yaani mpaka wengine wakaisi labda ulienda studio ukachukua voko zake, ukatia kwenye beat zako, producer simu kwa yani hivyo. Wengine wanasema usio wa huku, usio wa Bukoba, unajua bado hawajaamini kwamba mtu wa huku anaweza kufanya kitu kikubwa. Lakini nashukuru kwamba wanaonifahamu uwezo wangu wame-appreciate. Yeah, bado tu kitu kidogo bado natafuta kidogo nguvu nitoe video. Maki sitaki video ile ya kutumia techno, kushuti nini. Labda nitumie tafute watu yani kama kina Siri Classic, akina Mwaya huyo ndo Mwaya. Yes, si Mwaya bwana na video unajua tena rudi hapa. Na mimi niende kama Texas kule, Dallas, niweze kupata kamera nzuri, to shoot video nzuri. Wahaya waweze kuwa proud. Walioko USA, walioko UK, walioko China, walioko South Africa, waweze kuwa proud. Yes. Safi sana ndugu yangu, na kitu kikubwa sana ambacho nakifanya ni kwamba muziki wako nataka uende sana. Sasa tukizungumza saizi kwa muziki wa Bongo Flava na muziki ulivyo wote kwa ujumla, saizi ukiambiwa utoe tathmini, kwa sababu tunamaliza mwaka, wewe kama legendary wa muziki, mtu ambaye umefanya muziki kwa muda mrefu kidogo, unaweza ukatoa tathmini gani? Muziki unakuwa ni kama japo kwenye kukua kuna vingi, unaota mvi, unaota ndevu, mara unazinyoa, japo zinaota inabidi uzinyoe. Kwa kuna wasanii ambao pia wanakuja ambao pia inaweza kawaita ndevu, kwamba wanakuja baadaye wanatoka kama ndevu unavyozinyoa. Kwa muziki unakuwa, unapanuka, kila sehemu studio ziko nyingi. Pia watu wanapata hela, wanapiga mkwanja kutokana na muziki. Hivyo yani sasa hivi muziki biashara. So it's fine. Mtu ambaye unaona yuko on top na hata wafanye vipi shughuli ipo kwa Tanzania, yani kwamba msanii ambaye yuko on top, yani unaona kabisa huyu jamaa kuanzia muziki wake mpaka vitu vyake, huyu jamaa ana kitu kikubwa sana. Mbona kitu iko wazi hiyo mzee, na sidhani kama kuna mtu yuko zaidi ya Diamond. Yes, Diamond yuko juu, japo harap anaimba, lakini inabidi tukubali tu kwamba jamaa kashikilia game la Tanzania, ndo icon number 1 wa Tanzania, ndo anayepeperusha bendera yetu. And I hope wapo wengine wataibuka, akina Kiba, akina nani, wako vizuri. Ile top 1 mmoja. Sawa, umefikiria kufanya naye ngoma? Kama ni ngoma unafanya naye ngoma gani? Yes, na sijafikiria kumtafuta kwa sababu yuko level fulani ambazo nahisi mimi mpaka nizifikie itahitaji mtu mwingine labda niunganishe naye. Siwezi kusema kwamba siwezi kufanya kazi na Diamond. Ikitokea nikapata exposure kwa naye karibu, nitafanya naye kazi. Natamani sana nifanye watu kama hao. Kwa hiyo hata kwenye kufanya na Saida watu walihisi labda itakuwa ngumu, lakini mwisho wa siku tumefanya. You never know, kesho kutu unashangaa nimefanya ngoma na Mondi au Kiba au mtu yote ambaye yuko juu.
Yes. Tuombe tu uzima. Ngoma tunazipataje, platform zako na nini? Sasa tuna ngoma mpya ambayo baadaye unatupa kionjo bwana, jue hawa ni wanafamilia ambao wanatamani kusikia kitu ambacho tunakizungumzia hapa. Tunapataje ngoma? Ngoma inapatikana YouTube au katika blogs mbalimbali. Tukianzia YouTube kwenye channel yangu ya Grey Muklas ambao ndo GREYMUCLASS, lakini vile vile kwenye blogs kama sillyclassic.com. Kuna blogs nyingi sana ambazo ukiingia Google pale ukaandika Mhaya Grey featuring Saida Karoli utazipata nyingi sana, utaweza kupata hiyo vibe. Yeah. Lakini vile vile napatikana Instagram kwa Grey Muklas, napatikana Twitter na Facebook kwa Grey Muklas. Vile vile nina namba ya WhatsApp. Changamoto unakutana nayo mzee wangu ukiweka wewe, kwa sababu ninachojua una kazi zako pia. Kazi na muziki, changamoto unazokutana nazo hapa kati? Ni nyingi, kwa sababu najikuta na kwa mfano kipato ninachokipata mimi na nibini kigawane. Yes, ndo changamoto hasa, kwa sababu unaweza kupata mtonyo lakini kuna vitu vingine vya kimaendeleo inabidi uvifanye. Kwa hiyo ukajikuta kwenye muziki either una miss kufanya vitu fulani, inabidi uwekeze upande mwingine, kwa sababu mbali na muziki tuna maisha mengine, tuna familia zinatuangalia, watoto inabidi waende shule, wavae viatu vizuri. Kwa hiyo ndo changamoto ambazo nazipata. La mambo yakienda vizuri naamini nitaweza kumaster vyote viwili, muziki na maisha mengine. Yeah. Kitu ambacho unashauri, kuna watu ambao yeye anaona kama ishakuwa mwanamuziki basi hawezi kufanya kazi nyingine, anakomaa pale pale tu mzee wangu. Kitu ninachoshauri vijana kama hao. Muziki sio biashara kama ya karanga kwamba utaenda utachukua shilingi 100 upate 50. Muziki ni biashara kama bahati nasibu. Unaweza ukapata au usipate. Kwa hiyo mimi nashauri mtu ambaye anafanya muziki utaufanya kwa raha sana kama una kazi nyingine ya kuingizia kipato. Muziki huwezi kulipa moja kwa moja. Kuna watu unashangaa kila siku wanalala studio, sio nini, yanajua kwamba atatoka. No, muziki huwezi kufanya bila kitu kingine cha kuongezea kipato. Nashauri waamke, tuingie maofisini, tupige mzigo, tubeba tamawe, tufanyeje, tupate chochote kile. Tusiwe ombaomba. Unajua kuna watu wamekutwa jamii ikionyesha vidole kwa sababu wamekuwa ni maombaomba kwa sababu tu ni wanamuziki. Yeah. Kwa hiyo ukiwa na kazi yako hata jamii itakuheshimu. Yeah. Umewahi kuamini kwenye beef? Tunamaliza kwamba jamaa bana Grey ukiwa na beef na Saida bana ngoma inaenda sana. Yeah, kwa biashara ya muziki kwa sasa tunakoelekea beef inasaidia. Inasaidia kwa sababu kuna watu ambao tusingewajua kama wasingekuwa na beef. Kuna watu tusingewajua kama wasingekuwa na kiki. Bwana kuna msanii nasikia sio amekufa, sio kajitangaza kufa. Nani? Wanaanza kumtafuta. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo inasaidia. Yes, lakini kuna jinsi ambavyo pia inadidimiza kwa sababu unaweza leo kahit, kesho watu wakashangaa mbona haimbi kama tulivyomtegemea. Hivyo, yeah. Beef gani inakuvutia kwa Tanzania bwana? Tu bless bwana, tuseme bwana Grace bwana Grey anavutiwa beef ya Gigman na nani kama hiyo. Hakuna beef inayonivutia, spendi beef mimi. Mbona hakuna? Zinasaidia lakini mimi spendi. Sasa watu wanatumia vitu vingine ambavyo mimi sivitumii lakini vipo. Yes, kwa mimi sipendi, siwezi kusema napenda beef ya fulani na fulani. Lakini sioni kama beef ni muhimu. Sana kipaji chako, push muziki wako, push kazi zako, basi kuliko hizi beef ambazo hazina maana. Sawa. Bwana nataka mimi nifunge pindi lakini nitakuacha na mic utupe ngoma mpya ama utupe pia kabla ya kufunga pindi ili tuisikie kwanza. Okay, nenda hivi ndaanza verse ya pili. Yo, Ngara Bukoba, Karagwe, Misenye Biaramuro, Njo Mureba, Kerwa, Muhaya kote nipo, soka gera tu. Tanzania nzima nimeitekere mikono juu. Muhaya kila semina tesa. Nani anabisha kwa Wahaya soma handsome. Nani anabisha dada zetu soma beautiful. Mtoto wa Kihaya siku zote yuko na nidhamu. Sura karigu, figa zao yani wako full. Akina Kokushubi Kagemro. Kemirembe murungi wazuri waro Ruge Marira Mberwa na Mbezi Regoshora Mugisha Muganyizi Roye Mamu Muta Mulokozi Kingi wazi flow mindo naitwa Mukulasi. Ukija Bukoba uta enjoy mapenzi Lake Victoria Msira mpaka Bugonzi. Nimemaliza. Mama kaimbaje hapo sasa mama? Baku baba izire, kubaba Rio, baku baba izire, Mbeya Tanga, baku baba izire, kubaba Rio, baku baba izire, Arusha Mwanza, Silly Classic TV. Yeah man, anaitwa Grey Muklas. Umesikia flow zake safi, flow kwanza zinavutia bro. Na
ndani ya nyimbo tunatalii pia. Ni kitu ambacho najifunza pia kwamba tunajua Mwaya ni nani, wa kike anafananaje, wa kiume anafananaje na vitu kama hivyo. Tumeenjoy sana, na kama hujapata bless ya kupata hiyo ngoma, amekutajia platform yake ambako anapatikana, itakuwa Bab kubwa kama ndo kwanza unaona kupitia Siri Classic. Lakini nikwambie tu kwamba hii ndo platform kubwa ambayo inakuletea big exclusive kutokea Siri Classic, Siri Classic TV. Karibu sana mwanafamilia, lakini asante kwa kuendelea kuangalia na asante kwa kuangalia kipindi kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Tunahitimisha na flow zetu nzuri. Goma linaitwa Mwaya. Mimi naitwa Jay Waladha, kama kawa pale Instagram andika Jay Waladha himself, itakuwa Bab kubwa. Lakini nyuma ya kamera mwanangu mzima kabisa mbaye mzee wa shoti mwenye gimbo lake anaitwa I am Kasa pale Instagram. Oi, asanteni wanangu, sisi tunawaaga hivyo. Leo tulikuwa tunatalii, tumekula misele mpaka mitaa hii.